Haya msomaji, nataka kuuliza swali kwa dakika 3. Sasa mfungue Qur'an, ndio Qur'an hiyo nyingine. Uliza swali hapo. Ukurasa wa 587. Sikizeni Waislamu swali ambalo naliuliza. Alafu msikie watu jinsi watakavyokataa. 587. Hebu soma hiyo. Asante. Inasemaje? Hapa katika Qur'an kumuita Yesu mtoto wa Mungu. Sikiliza Waislamu. Inasema hapa katika Qur'ani kumuita Yesu mtoto wa Mungu. Kuna kanusho kabisa. Endelea. Kuna kanusho kabisa. Endelea. Na inaelezwa ya kuwa manabii waliitwa wana wa Mungu. Yaani Qur'ani inasema manabii waliitwa wana wa Mungu. Maliza andiko. Waliitwa wana wa Mungu. Manabii waliitwa wana wa Mungu katika Torati, kwa maana ya kuwa watumishi wa Mungu. Wanaoheshimiwa si zaidi kuliko hivyo. Sikiliza Waislamu, nishereheshe swali langu vizuri. Qur'ani inasema kwamba manabii waliitwa wana wa Mungu katika Torati. Unaona? Waliitwa wana wa Mungu katika Torati. Waislamu mnaamini kwamba Torati ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sasa hicho kitabu Qur'ani inatuambia manabii waliitwa wana wa Mungu. Swali langu, huyu Yesu kwa mujibu wa Uislamu ni nabii ili awe mwana wa Mungu ama si nabii kwa mujibu wa Qur'ani? Naomba majibu tu yajibu. Majibu. Yaani narudia tena. Hicho kitabu cha Qur'ani kinasema ndani ya Torati manabii waliitwa wana wa Mungu. Na nyinyi mnaamini Torati ni kitabu cha Mungu, kina maneno ya Mungu. Sasa hicho kitabu chenye maneno ya Mungu kinasema kwamba manabii ni wana wa Mungu. Je, katika hao manabii Yesu yumo ama hayumo ili awe mwana wa Mungu? Naomba majibu. Mimi hata sitaendelea. Mwenye kujibu microphone ndio hii. Ajibu kulingana na Qur'ani inavyosema. Haya, swali zuri, tusikie majibu yake. Hawako tayari sasa. Unaona sasa mtihani. Huu ni mtihani. Sasa nani anajibu hapa? Wewe sio na wasiwasi. Sasa sio sasa. Yaani mimi nimekuja hapa kusema. Yaani mimi nimetuletea pamoja. Nimejua mapito yako ndio maana hakuna mwenye kujibu. Sikia sasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba. Wacha kwanza tunakuzimia. Kwanza Taurati yenyewe na mashaka, na watu wakitoka hapa, nawaambia nyenye mkitoka hapa mtachukua kweli kwa Taurati iko na mashaka, kwa sababu ndani ya Qur'ani kwanza Mwenyezi Mungu katika 11:110 Qur'ani Mungu anamwambia Nabii Musa, na kwa hakika tulipatia Musa kitabu, lakini zipatia hitilafu nyingi ndani yake na hawazushi kwa wafasi wa. Sasa tukija katika Yeremia 8:8, kwanza twende Yeremia 8:8. Yeremia 8:8. Yeremia. Mwalimu, hiyo Yeremia 8:8 itasoma mimi. Sawa? Mimi nipige 28 ili tuipate hiyo Taurati na makosa. Nipige 28:53 kumbukumbu ya Taurati. Yeremia 8:8 nasema mwasemaje sisi tuna akili na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi inaifanya Taurati kuonekana ni ili tuprove kuwa Taurati imefanya kuonekana kuwa uongo. 28:53 kumbukumbu ya Taurati kuonyesha kitu. Hata kijana hapo utaona kweli Taurati imeonekana ni uongo. 28:53 asili ya Taurati 53. Twende. Wacha tuitafute tukia. Haraka mwalimu. 28:53 kumbukumbu ya 3. Sabini. Inasema twende. Nawe utakula usawa wa tumbo lako. Sasa ili hiyo andiko ili ionekane na hiyo andiko ni ya ukweli, reference inatupeleka wapi? Reference 53 ndio inatupeleka Walawi 56:29. Ili hiyo Taurati ionekane, hiyo andiko zuri kabisa tunaambiwa tunaipata kwenye Walawi 56:29. Twende kwenye hiyo Walawi. Sasa sikiza, hiyo Walawi imeshia na ngapi? 56. Twende Walawi ndio haraka kitabu cha Walawi. Twende safi 56:29. Twende. Hii Walawi imeishia 27. Kwa hivyo 29 chapters hakuna. Sasa tunakuja kusema nini? Kwa hivyo
mishiko ndani yake. Mwalimu, turudi weka ndani ya Qur'ani. Huyu amesema eti Yesu ni mwana wa Mungu. Akakamata kurasa, mimi namkamatia aya yenyewe wapi? 2:116 Qur'ani. Makafiri hao wametajwa. Sasa aya yenyewe inasema makafiri ndio anasema Mungu, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanya mtoto. Kwa hivyo ndani ya Qur'ani kwanza Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini ukiwa utasema kwa Yesu ni mwana wa Mungu, ushakuwa kafiri. Na kafiri yeye, ndio maana pale kwenye Biblia nasema pepo wachafu. Na pepo wachafu sivyo kiama motoni. Sasa twende vitu wale. 2:116 Qur'ani. Sasa amekamata kurasa. Sasa kwa nini uende kwenye unakamata kurasa? Akahofia kuna aya yenyewe imewataja, yakaenda kwenye kurasa. Twende. Na makafiri wanasema mbona umeenda kwenye commentary? Kumbe aya yenyewe nasema makafiri ndio wanasema. Makafiri wanasema Safiri. Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Sasa hili mbona umepepa aya kwenda kwenye commentary? Kwa sababu aya inakutambua wewe ni kafiri. Wakaja na commentary yako. Kumbe makafiri ndio wanasema Mungu akona mtoto. Sasa kumbe huna dini. Sasa ukija hapo kwanza kubaliana na aya. Mimi sina dini ndio namwita Yesu mwana wa Mungu. Mwalimu, kwa jua hawa sasa hivi Biblia yenyewe ndio inasema Mungu huko mbinguni yuko na bibi. Mungu mwenyewe ushahidi nipige Yeremia 44:25. Mungu juu mbinguni mwenyewe ako na bibi. Yeremia 44:25. Hiyo Biblia yenyewe kwanza hajitoshelezi. Wanatupeleka kwenye Taurati. Kumbe hiyo Taurati yenyewe 29 chapters hakuna. Sasa tutasema Safiri. Bwana wa majeshi Mungu Mungu wa Israeli asema hivi. Mungu hiyo aya imetangulia nasema Mungu wa Israeli asema hivi. Ninyi na wake zenu. Nyinyi jamani na wake zenu. Mmenena kwa vinywa vyenu. Safiri. Na kutimiza kwa mikono yenu. Bila shaka mtatimiza nadhiri zenu. Ukisema tulituweka mbele yenu. Safiri. Na kufikisha ufumba. Na kumfukizia ufumba Malkia wa mbinguni. Kwa hivyo huko mbinguni Biblia ndio nasema kuko na bibi Malkia wa mbinguni ambaye Mungu mwenyewe ndio anasema. Kwa hivyo Biblia ndio yani nyinyi imepewa corruption kubwa. Mwalimu, sisi tunasema Yesu ni mtoto wa nani kwa mujibu wa Biblia sawa? 26:62 Mathayo. Kwa nini usipite? Wewe unapita kwenye yani hao watu wangekuwa wa kweli. Yesu ndo amezaliwa na Maria. Hainasema. Hakuna aya yoyote ndani ya Biblia Maria alimuita Yesu ni mwana wa Mungu. Ambaye hakubeba ujauzito ndo anakuja nasimama mbele ya watu anasema Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa hii akili kwa vipi?